Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aamini na kubatizwa ataokoka. So kuokoka kunaishia kwenye level ya kuamini na kubatizwa. Unaamini nini? Habari njema za Yesu. Umehubiriwa habari njema za Yesu, ukaziamini. Ukishazihubiriwa habari njema za Yesu ukaziamini, umeokoka. Ukiokoka haupati nguvu ya kufanya miujiza. Ukiokoka haupati nguvu ya kufanya miujiza. Badala yake umejiandikisha kwenye darasa la watu ambao wanategemewa kufanya miujiza huko mbele. So hatuanzi miujiza kwenye kuokoka. Mbele ya safari ya wokovu huko mbele ndio tunaanza kujikuta tunafanya na miujiza. 17 anasema hivi, na ishara hizi zitafuatana na hao waliookoka. Ndivyo alivyosema? Ndivyo alivyosema? Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kumbuka hapa juu amesemaje? Aaminie na kubatizwa anaokoka. Aaminie nini? Enendeni ulimwenguni kote mkahubiri injili. So watakaoamini ile injili, wakaamini, wakabatizwa, wameokoka. Kwenye mchakato wa injili hapa waliambiwa Yesu ana uwezo wa kufufua, akaamini. Yesu ana uwezo wa kuponya mgonjwa, akaamini. Yesu ana uwezo kuinua mtu kutokea chini kabisa na kumfanya kuwa mtu wa maana, akaamini. Alipoamini kwenye darasa lake la wokovu huko mbele, akawa na nguvu sasa ya kuyademonstrate, ya kuyadhihirisha yale aliyoyasikia na kuyaamini. Si ndio? Ndio sasa huyu anaenda kufanya miujiza. So kuokoka pekee kunakupa haki ya kusamehewa dhambi, lakini ufanyaji wa miujiza unategemea kiwango chako cha imani ulichonacho kwa huyo Mungu. Na imani huja kwa umesikia nini kuhusu Yesu kwenye eneo hilo? Umesikia nini kuhusu Yesu kwenye kuponya? Umesikia nini kuhusu Yesu kwenye kufanya miujiza? Hicho ndicho kinachotubadilishia maisha. Ni muhimu sana kufahamu yafuatayo. Naomba niwaambie hivi, hospitali ilitakiwa ikifika mwisho, au madaktari wakifika mwisho wa matibabu, kanisa la Kikristo au kanisa au walokole au Wakristo waaminio watokee waseme, nyie mmeishia hapa, sisi tunaanzia hapa. Yaani zamani ulikuwa unasikia hospitali nasema hivi, kidakitari imeshindikana, jaribu kwenye maombi. Zamani ulikuwa unasikia, si ndio? Maana sasa hivi wakushauri, wanajua. Mimi mwenyewe nasali kanisa ambalo watu wenye shida kama hizi wapo. Mimi mwenyewe na vidole vya tumbo nasali kanisa hilo hilo. Lakini hebu niambie, ungekuwa umekomaa, umetoka kwenye level ya mlokole wa kawaida, ukakuwa kwenye level ya kuwa mwana, ukaweza kuoperate kwenye viwango vya uwana, maana yake ni kwamba watu wanasikia kwamba shida kama hizi muendeni fulani, kwa sababu fulani amegraduate kutoka kwenye level ya kuwa mlokole na kuja kwenye level ya kuwa mwana. Warumi 8. Nitajuaje sasa kama mimi sio mlokole, mimi ni mwana? Nitajuaje? Naomba nikukumbushe jambo, usisahau hili, kumbuka vizuri. Bali ninyi hamkupokea roho ya dunia hii, bali mlipokea roho atokaye kwa Mungu, si ndio? Warumi sasa anatuambiaje? Kwa kuwa wote wanaoongozwa na roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Sasa ninyi hamkupokea roho ya dunia, bali mlipokea roho ya nani? Kusudi kwamba mpate kujua yale mliokirimiwa na nani. Alafu hapa anakuambia kwa kuwa wote wanaoongozwa na roho wa Mungu, hao ndio. Kwa hiyo kama umefikia level ya kuongozwa na roho wa Mungu, hausemi mpaka roho amesema sema, wewe sio mtoto. Haufanyi mpaka roho amesema fanya, wewe sio mtoto. Hautendi mpaka roho amesema tenda, wewe sio mtoto. Kufunga kwako sio kwa sababu umetaka. Unasikia nakwambia, wiki hii nataka nizungumze na wewe, njoo kwenye eneo la kukutania. Unafunga kwa sauti ya ndani, wewe sio nani? Wewe sio mtoto. Jamani, kwenye kanisa letu hili hakuna kuvaa nguo fupi. Huyo dada anaweza akawa anapenda kuvaa nguo fupi, ila kwa sababu ya sheria ya kanisa ameacha. Lakini wale waongozwa na roho wa Mungu, hasubiri kuambiwa na shemasi, hasubiri kuambiwa na kiongozi wa dini. Roho wa Mungu anamwambia, hii nguo uliyovaa haipendezi. Si ni sawa? Hii kuambia kwamba kwenye dini watu wanaongozwa na sheria, lakini wana wa Mungu wanaongozwa na nini? Na roho wa Mungu. Kwa kwanza leo jihoji, ili mimi nithibitike kwamba ni mwana wa Mungu, je, naongozwa na roho? Kwa kuwa wale waongozwa na roho ndio wana wa Mungu, hao sio watoto wa Mungu. Kuna mstari leo umetusomea kusomea, anasema kwa kuwa roho hushuhudia pamoja nasi kwamba sisi tu watoto wa Mungu, warithi. Hivi nikwambia kitu kimoja, mrithi na aliyerithi wanafanana. Yaani huyu ni mrithi wa zile mali na huyu ameshazirithi tayari, wanafanana.
So kwa kuwa Roho hushuhudia pamoja nasi kwamba si tu watoto wa Mungu, warithi pamoja na Kristo. So maana yake ni nini? Wewe ni mrithi tu, lakini bado mali si ya kwako, haujaingia mkononi. So inabidi sasa ukue ufike kiwango ambacho unapewa ile mali. Utoke kwenye kuwa mtoto uwe nani? Naendelea kusoma hapo. Kwa kuwa hamkumpokea tena roho ya utumwa itayo hofu, bali mlimpokea roho. Soma tena hiyo. Kwa kuwa hamkumpokea tena roho wa utumwa. Haui mwana kwa kuamua, unafanywa mwana. Haupewi cheti kwa kuwa umehudhuria chuo. Unapewa cheti kwa sababu umefaulu masomo. Haupewi cheti kwa sababu miaka 3 yote ulikuwa chuo, umehudhuria vipindi vyote. No, haupewi cheti kwa sababu wewe umeenda jeshini tu kakaa pale. Kuna mitihani imesetiwa ukaifaulu, unatunukiwa cheti, si ndio? 17 hapa anaongea bonge moja la poi 15. Kwa kuwa hamkumpokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlimpokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yani baba. So anayekufanya wewe mwana ni nani? Wewe. Naona sasa ushaambiwa kabisa hamkumpokea roho ya utumwa iletayo hofu, bali mmepokea roho ya kufanywa. Kwa anayekufanya mwana ni nani? Anakufanyia kuwa mwana. Kuna taarifa umejifunza kuhusu yeye. You have been in the school. Umekuwa kwenye shule yake, amekufundisha. Hapa anasema kwa namna ambavyo nimekupitisha kwenye shule yangu, wewe sasa si. Yesu anaongea kodi moja ya ajabu ambayo natamani nitupe mic nikimbie. Yesu anasema hivi, siwaiti tena watumwa. Maana nyinyi mlikuwa watumwa, lakini sasa mmekuwa kwenye kiwango ambacho siwaiti tena watumwa, bali nawaita marafiki zangu. Can you imagine that? So Yesu anakuita rafiki. Wawili hawawezi kwenda pamoja mpaka wamepatana. Kwa hiyo sasa tumepatana. Nachokiamini unakiamini, nachokijua unachokijua. So wewe sio mtumwa, wewe ni rafiki yangu. Haui mwana kwa kuamua, unafanywa mwana na Roho wa Mungu aliyeingia ndani yako. Anakufanyaje mwana? Kulingana na shule aliyokupigisha. Kuna shule amekupitisha, umevumilia mengi, umepita kwenye shule yake ngumu na ukasimama. Unazo taarifa. Moja ya shule yake ngumu ni pale ambapo unaumwa, unamuita Baba katika jina la Yesu, niponye Bwana. Bado unaenda kubaki kwenye hali hiyo hiyo. Usemi mbona kama mambo ni hadithi hivi. Unakomaa mpaka uzima unaingia. Anasema kumbe hata nijapokawia bado utanisubiria. Wewe ni mwana. Mimi mzee Samuel leo hii akirudi duniani bado ni baba yangu. Hata siporudi bado ni baba yangu. Sio? Maana mimi ni mwana. Kuna mzee mmoja ndio Askofu Jaki aliniambia mimi nitakuwa baba yako kwa sababu mzee wako hayupo. Lakini nikikwambia sasa hivi hata mara ya mwisho kuwasiliana ni lini sikumbuki. Ameshaondoka kwa sababu alinifanya kuwa mwana, lakini sikuwa mwana. Ila mzee Samuel hakunifanya kuwa mwana. Mzee Samuel alifanywa na Mungu awe baba, mimi niwe mwana. Kwa nini kinachofanya mama mchungaji bado uko hapa? Kwa nini hujui makanisa mengine? Hayapo. Si tena mazuri kuliko hata hapa. Sio, wana muziki mzuri. Sio wako wengi, si ndio? Tena safi kabisa, wako wengi hivi nyome. Unajua wala kubudu kwa watu wengi. Ipo raha. Kwa nini unaenda kubaki hapa pamoja na mimi? Wana. Yaani umekuwa mwana wa madhabahu. Wewe sio mtoto. Watu wala mihemko. Wanarukaruka. Kwa unaona tukao watoto wanapiga kelele hapa. Mbona unapigi kelele? Wewe ni mwana, umekuwa. So watu Mungu, kwa nini Mungu anataka ukue kiroho? Ajue mambo anaweza kupa. Kwa hiyo kuna mambo Mungu anatoa free, lakini yako kwenye level ya wana. Graduate basi. Dunia inatusubiria sisi. Yaani ifike mahali hospitali wakifika mwisho wakisema hii imeshindikana, waseme kwetu imeshindikana, ila kuna watu wengine wana mfumo mwingine wa uponyaji. Amen. Kuwa mtu mwenye majibu. Mungu amekuamini, usichukulie poa. Mungu amekuamini. Yaani imagine unafundishwa mavitu, Mungu amekuamini. Alafu mbona hizo sio issue kubwa. Kwa mwana ni kumsikiliza Roho wa Mungu na kutia anachokisema. Basi. Usizini, haya. Useme uongo, haya. Usiibe, haya. Vyote vinafuatisha. Alafu hicho inakuja saa kubwa, kutisha mwili sasa. Kumtafuta Mungu. Ukifikia viwango, una graduate tunakuwa mwana. Kuna wewe unakemea mapepo katika jina la Yesu mpaka unatoa na koti. Kuna mtu hatoi koti. Yeye akifika tu mapepo anapiga nyewe. Yule sio mtoto. Wewe ni mwana. Haleluya.
tutaendelea kuwa Wakristo wa kisheria wa dini na Yesu tarudi. Kama tukibahatika sana, labda tutaenda mbinguni kama tufanye dhambi. Lakini kwenye level ya kufanya matukio ya kushangaza, hii inahitaji ujitoe, uamue kutafuta hiyo level. Una graduate. Kuna watu mko hapa miaka 2 iliyopita mlikuwa mnaongozwa na Roho Mungu kwenda kwenye kufunga. Na Mungu kwenye darasa la Mungu hamnaga promotion. Anataka upite kila darasa. Unajua kuna ile kwamba mtu ana akili sana tumrusha darasa, kwa Mungu hamna. Kwenye darasa la Mungu unapita kila shule. So kuna watu zamani mlikuwa mnasikia watu wa Mungu wanakuambia funga na kuomba, unafunga bila hata kuambiwa. Unafunga siku 2 siku 3. Leo hii mzee umeacha kufunga. My friend, rudi kule darasani. Lecturer wako anakusubiri kule bado. Profesa wako yuko kule anakusubiri. Hajaondoka. Rudi kule, ulikuwa unapewa maelekezo ya kufunga na kuomba. Kuna kipindi ulikuwa umejiwekea ratiba zako, kila saa 9 usiku unaamka unafunga, unaamka unaomba. Ni ratiba ulikuwa umejiwekea na hala ulikuwa umetega. My friend, mwalimu wako wa kipindi bado yuko class anakusubiria. Rudi class. Kama unataka graduate kwenye level ya uwana, rudi shule kwanza. Kuna walimu mmewaacha kule. Mko hapo watu usiku mlikuwa mnaamka mnaomba. Leo hii nini kimewapata? Mmeruka nini? Darasa. Mzee, mwambie jirani yako, lecturer wako au mwambie mwalimu wako yuko darasani anakusubiri, rudi. Kwa nini kiu ya Mungu imeisha? Naomba nikwambie, hatua ya kwanza kujua kwamba Mungu anataka ugraduate ni kutoridhika na hali ulionayo. Yaani kumbuka, ni Mungu anataka ukue kiroho, sio wewe. Ni nani anataka ukue? Ni Mungu. Kwa nini Mungu anataka ukue kiroho? Kwa sababu kuna level anataka ufikie. Kwa hiyo anakupa mashauku. So ukitaka kujua Mungu anataka nitoke kwenye ile level, sikia shauku ulionayo. Huridhiki. Yaani umeokoka sawa, hujafanya dhambi sawa, lakini unaona kama bado kuna kitu kinadai. Ile hali ya kutokuridhika ile, ni Mungu anakuita njoo. So ukiitika naam, 3 kavu. Naam, 2 kavu. Naam, masaa 24. Naam, wiki nzima siku 7 unakula mlo mmoja tu jioni. Hapo nani anakuita? Ni Mungu. Shauku ya kuomba inaongezeka. Hiyo maana yake nini? Mungu anakuita. You have been in the class of children. Now you have to graduate. Umekuwa kwenye darasa la watoto. Toka sasa. Graduate sasa huko. Sasa ukiona huna kiu ya kufunga, huna kiu ya maombi, huna shauku, neno la Mungu halina burudani tena kwako, halikuonyi. Wewe ni mtoto kabisa. Hivi tuongee ukweli, sasa hivi mtoto wenyewe anasema kitimoto safi. Haya, tumbe mtoto mdogo kitimoto ataanza kusema safi, nataka kitimoto. Anaweza kusema? Hawezi kusema. Lakini wewe ukipewa kitimoto cha leo, kilichochinjwa leo kikatengenezwa vizuri na cha juzi, ukiwa unasema cha juzi kitamu zaidi. Umejuaje? Umekuwa unajua kutofautisha, si ndio? Let's go back. Kuna system ya kutubeba, ipo system ya kutubeba. Yaani unabeba nguvu la Mungu, inawezekana. Mimi nawaita ninyi, kinachoniuma zaidi, watu ambao Mungu ametegemea mwe na majibu yenu ya mambo yenu, na nyinyi mmepanga foleni, mnamtegemea mwanadamu aje awape majibu. It's a shame. Ni aibu. Yaani eti Mungu anategemea wewe Mkristo ukue kwenye level ya umwana, upate haki zako ikiwa na pamoja na uzima. Nikuuliza swali moja, kinachofanya watu wajazana kwenye makanisa nini? Wanatafuta nini? Uponyaji na majibu ya matatizo yao. Wanataka kuolewa, wanataka kuoa, wanataka watoto. Si ndio? So kinachofanya watu wanapanga mafoleni ni kwa sababu wanataka majibu. So kila mmoja akifundishwa namna ya kuwa nayo, akatoka kwenye uwana, tutakusanyika hapa kwa ajili ya miujiza? No, tukija hapa kazi ni moja tu. Wastahili sifa za moyo wangu na kuabudu, uliniumba ni kuabudu na kuabudu. Kwa nini? Hatuhitaji tena vitu. Unajua ukihitaji mtoto unafanyaje? Ukihitaji muujiza unafanyaje? Unajua. Lakini unaona kama hivi nafundisha ndio nafunga hivi. Na wewe utafunga kama mimi, utaweka pembeni. Tutakutana Jumapili kama leo tena nikufundisha tena vingine. Ndio hii inayotutesa. Tunatakiwa tuna kaparadiso kitu kadogo hapa duniani. Sisi tunahangaika kwenye kutafuta watu watuombee magonjwa. Inaniuma sana. It pains me. Yaani asubuhi leo Roho ananifundisha kwa habari ya vitu vinavyotolewa bure na Mungu. Imagine uzima unatolewa bure. Watu wanahangaikia. Mtu anaambiwa nikuponye. Toa shilingi ngapi? 500,000. Toa shilingi ngapi? 1,000,000. Hii ndio ugonjwa. Lakini ushaambiwa mpate kujua yale yaliyokirimiwa bure na nani? Na Mungu. Hapo Yesu anakuambia kwa kupigwa kwake sisi free kabisa. Laiti kama tungekuwa na hisha huko. Na ni bora ukamtafuta Mungu leo. Leo bado ni mapema. Ni bora ukamtafuta Mungu sasa hivi mapema. Kuna uwezekano kumtafuta Mungu leo. Upo.
upo. Alafu sio gharama kihivyo. Mbona kumtafuta Mungu sio gharama kihivyo, ni utayari tu. Na nimekwambia utajua kama tayari wewe ni mwana wa Mungu, unaongozwa na Roho wa Mungu. Hufanyi vitu imradi, hufanyi biashara imradi. Mwana wa Mungu akiweka huru, mwana wa Mungu akiweka huru